verse 24 downwards. Bible says, "Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the wind blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock." Say amen. Amen. Verse 26 says, "But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand, and the rain descended, the floods came, and the wind blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall." Bwana asifiwe. Nataka nikuambie tu tujenge misingi yetu katika mwamba. Amen. Linasema, na anayesikia hili neno langu na kulifanya anafananishwa na mtu mwerevu, a wise man, mwenye alijenga nyumba yake kwenye mawe, na mvua ikanyesha na kukawa na floods kama zenye zimekuwa some weeks ago. I could see, nilikuwa naona magari ya watu inapiga somersault kwa maji. Nikashangaa tuko Kenya gani na huku ni wapi? Watu walikuwa wanaenda safari zao na hawakufika kwa sababu kulikuwa na flood. Nairobi was flooded. Na Biblia inasema ya kwamba mtu ambaye amejengwa katika msingi ulio imara amefananishwa na mtu ambaye ni mwerevu, ambaye alijenga nyumba yake katika mwamba, na kukawa na haya mambo yote. Mvua ikanyesha, maji yakawa mengi, na wind blew, na zikapiga ile nyumba, na Biblia inasema ya kwamba haikuanguka. Amen. Kwa sababu ilikuwa imejengwa katika msingi kwa mawe, kwa msingi ulio imara. Na hapo ndipo nataka kukuambia ya kwamba tuweke imani yetu na mambo yetu katika msingi imara. Kutingizwa tutasingizwa, lakini kuanguka hatutaanguka. Bwana asifiwe. Na mtu mwingine wa pili ni mwenye anayesikia neno langu na alifanyi, anafananishwa na mtu mjinga. Hili neno mjinga saa zingine huwa silipendi kulitumia, kwa sababu sisi kama in our places of work we tend to call kids foolish. Na Biblia inasema huyu mtu mjinga alienda akajenga nyumba yake katika changarawe. Wale wanajua ushauri na kuanga na zile tunaita mose, rivers, na akajenga msingi wake katika changarawe. Na the same thing happens like kama huyo wise man. Mvua ikanyesha, maji yakawa mengi na kukawa na upepo. Amen. Na Biblia inasema kwamba ikapiga ile nyumba na ilianguka kwa mlipuko mkubwa. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo leo tuko hapa tukitaka Bwana atusaidie tujenge imani yetu katika misingi ambayo haiwezi tingika. Bwana asifiwe. Amen. Tuweke watoto wetu katika misingi ambayo haitaharibika. Amen. Tuweke kanisa letu na masomo yetu katika msingi imara. Amen. And by doing that, wapendwa, tunatembea katika maisha ya imani. Amen. I know mambo ni mengi wapendwa katika hii dunia. Ukianzia kwako, ukikuja kwangu na kwa ule mwingine, nitakwambia mambo itoshane na ile watu wa kilima. Isitoshe mlima. Amen. Lakini katika hayo mambo yote, hebu tujenge kwenye msingi ambao ni imara, ambao ni Yesu Kristo. Amen. Na Bwana atatubariki na atatuonea neema. I'm traveling this week, naenda nyumbani, lakini kwetu naenda kwa sister yangu. Nataka kuambia kama kanisa mniombee. Kuna function iko huko on 17 which is coming Friday. Naenda travel Wednesday ama Thursday. Haya yote yanahitaji mkono wa Bwana. Nimejua ya kwamba safari kuenda na kurudi si rahisi. Inataka neema kubwa. Kwa hivyo mtuombee kama familia. Za Kimanzi we are meeting for one of our sisters in this Machakos or Makueni, Kola, somewhere there.
na kuenda, na nikirudi salama bado nitarudi mahala hapa niambie Bwana umetukumbuka. Amen. Bwana wabariki sana. Amen.